Kila unayemwona na mafanikio nyuma yake ipo siri. Kuna jambo la siri ambalo lilifanya na kusababisha kumtofautisha na wengine na kumpa mafanikio zaidi. Sasa leo ninayo kodi ya kukusaidia kufanikiwa ukiwa ndani ya Mungu. Kodi ya kukufanya ufanikiwe ukiwa ndani ya Mungu. Lakini kabla tujaendelea, nikusii uweze kushare video hii na wengine ili na wao waweze kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni mwanzo wa wiki. Leo ni Jumatatu. Mwanzo wa harakati. Nafahamu wengi tuna mengi ambayo tunatamani kuyafanikisha ndani ya wiki hii. Lakini kwanza tuangalie Mungu anasema nini kuelekea katika yale ambayo tunataka kwenda kuyafanikisha. Neno la Mungu katika Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 imeandikwa, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yake, na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Kumbe kodi ya kukufanya wewe uweze kufanikiwa, kufanikisha mambo yako, lazima kwanza uanze na Mungu. Cha kwanza ni Mungu. Mungu ndio nafasi pekee ambayo inaweza ikaenda kufungua mlango wa wewe kupata baraka yako. Kwa hiyo ukianza na Mungu, tafsiri yake ni kwamba umetambua ya kwamba si kwa akili yako unaendea yale ambao unaenda kuyafanya. Sio kwa ufahamu wako unaendea yale unayofanya. Sio kwa nguvu yako unaendea yale unayofanya. Sio kwa elimu yako unaendea yale ambao unaenda kuyafanya. Bali unamwanzisha Mungu ili Mungu akaende kufanya yeye, alafu wewe ndio uje nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kodi ya kufanikiwa bwana ni kwanza na Mungu. Unajua kuna wengi walianza kwa kutumia akili zao, mitaji yao, kutumia ufahamu wao, elimu yao. Mwisho wa siku wameishia njiani, hawajafanikiwa, wameishia kufeli. Na kila akijichunguza kuangalia ameanguka wapi au ni jibu. Kama fedha ya kwanza alikuwa nayo, fedha mtaji alikuwa nayo, location site nzuri kama ni ya kibiashara alikuwa nayo, na watu wa kumbeba alikuwa nao, lakini mwisho wa siku hajafanikiwa, ameanguka, biashara imefeli. Kila alichokuwa amekifanya ameshindwa kufanikisha. Ni kwa nini? Kwa sababu alitumia akili zake, hajaanza na Mungu. Kwa kumbe ili wewe ufikie kwenye malengo, lazima uanze na Mungu. Umpe Mungu njia yako, kabidhi Mungu biashara yako, kabidhi Mungu elimu yako, kabidhi Mungu familia yako, kabidhi Mungu ndoa yako, kabidhi Mungu shamba lako, kabidhi Mungu mifugo yako. Alafu yeye aanze mbele, wewe uje nyuma, kwa sababu yeye mwenyewe amesema atafute kwanza ufalme wake, ufahamu kwanza. Kumbe yeye anaweza akafanya. Alafu baada ya kufahamu hivyo, ndivyo sasa uende kufanya, kwa sababu kwa kumtanguliza yeye, hayo mengine ambayo unayataka, kama ni faida, kama ni maongezeko makubwa, hayo yanakuja nyuma kama ziada. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kodi yenyewe ya kufanikisha jambo lako ni kuanza na Mungu. Wala usijiulize unakwama wapi. Unakwama kwa sababu unaanza kwa akili yako. Unakwama kwa sababu unaanza kwa kutumia akili yako na wala si kwa kumwanzisha Mungu. Hemu kuanzia leo badilika. Anza kwa kila jambo na Mungu kwanza. Alafu utakuja kuandika kwenye comment hapa ni jambo gani lilitokea baada ya wewe kuanza na Mungu. Naamini kabisa ukianza na Mungu, lazima kila kitu kikaende kufanikiwa. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wakienda kufungua biashara zao, kwa imani zao wanaanza kuchoma udi. Lakini kwa sababu wewe hauna hiyo imani ya udi, anza na Mungu. Pale unapoenda kufanyia biashara yako, paanze na neno la Mungu. Alafu baada ya kuweka neno la Mungu, tamka maneno ya baraka. Kwa mfano, Mungu, nafungua biashara yangu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nakaribisha wateja kutoka kaskazini, mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Hakuna yoyote anaweza kuzuia malango yangu ya kufanikiwa. Kuanzia leo, wewe Mungu ndio unafanya biashara hapa, nimekupisha wewe. Wavutie wateja wewe, waje mahali hapa. Nahitaji kuwahudumia watu wengi mpaka nitoke hapa nikiwa na baraka na nikiwa nimechoka kwa kuhudumia. Sitaki kukaa kama nimepumzika, bali nikae nikiwahudumia watu waliotele, ambao Mungu unatoa pande zote za nchi ya dunia katika jina la Yesu. Alafu utaniambia kwa maombi hayo, hiyo biashara itaacha kuuza. Mungu akutunze, akupe hekima na maarifa ya kulitumia neno lake ili ufanikiwe katika jina la Yesu. Sema amen.